Mungu wangu, wewe Mungu wangu. Cheki anapompiga mkaka watu nyie. Kamtoa damu. Nyie kuna mijitu na roho mbaya. Mungu wangu. Sio. Wewe mwanaume, haya ulichofanya unikimbia. Ulichofanya unikimbia ni nini? Wewe tumeelewana guest mwenzangu ukanikimbia. Una chochote una lolote. Hivi wewe mwanaume nataka nikwambie kitu. Mimi nadhani wewe mwanaume mama yako amekosea kukuita Robert. Bora angekuita Dijakopa au angekuita Mwantumu. Wewe mwanaume huna lolote. Si bora ungevaa kijora tu watu wakajua moja. Ashura hapo juu unanikosea heshima sasa. Kwa hiyo kweli sisema. Muone ulivyopauka. Nataka hela yangu. Nitakuganda. Mimi shida hela yangu. Umeshanielewa? Umenitumia afu kaniacha. Shida hela yangu, sitaki chochote na wewe. Mke wangu, mbona kama na mawazo? Tatizo nini? Mwanangu, mimi nimechoka. Yaani kazi zote za ndani nafanya mimi. Nipike, nifue, nioshe vyombo. Mwanangu, mimi sio roboti. Mke wangu, sasa humu ndani tupo wawili tu. Bila kufanya hizi kazi tutafanyaje sasa ndani? Kama unaona hizi kazi ni rahisi, basi siku moja ufanye wewe. Sasa kama unaona nafika mbali sana. Sasa mimi nitafanya hizi kazi na majukumu ya kazi yanadai kule. Mwanangu, kama huwezi. Sasa mke wangu, mfanya kazi hapa ndani wa nini? Kazi zenyewe ziko wapi? Watu wenyewe tupo wawili tu. Pika chakula cha mimi na wewe. Kufanya usafi tu mazingira sehemu tunaokaa. Pamoja na hapo nje tu. Mfanya kazi za kazi gani hapa ndani mke wangu? Mwanangu, kama unaona kazi za hapa ni nyepesi, basi siku moja ufanye wewe. Mke wangu, wafanya kazi ndio, lakini sasa ukija kuangalia mazingira ya familia mimi na wewe hapa ndani hatuna. Ni mimi na wewe tu. Je, tunamchukua mfanyakazi hapa ndani? Kazi za kufanya ziko wapi? Au nataka achukue hela tu ya mwezi makusudi? Mwanangu, kama utaki kuleta mfanyakazi huko ndani, mimi nimechoka, mimi sio roboti. Basi mimi naondoka. Mke wangu usifike huko. Ukisema unaondoka, hapa hatujengi na tunabomoa. Basi sawa. Mimi kesho niko na safari kwenda kijijini. Nikienda kubahatisha kumpata mfanyakazi mzuri, basi nitakuja naye. Hayo ndo maneno. Kaka samani. Bila samani. Mimi naitwa Nurati. Natokea kwenye kijiji cha Kabuku, mkoa wa Tanga. Kwa mimi nilikuwa natafuta kazi. Kwa kama unaweza ukanisaidia, mimi kazi zote naweza, kazi za ndani, kuosha vyombo, kufua, kudeki, kufagia, naweza. Nilikuwa naomba unisaidie sana kakaangu, maana maisha yangu magumu sana. Sasa dada yangu, nitakuamini vipi? Na wewe ni mtu ambaye tumekutana njiani kama hivi, ukanielezea shida zako. Sawa, nimesikia ulivyonielezea. Ila mimi siwezi kukupokea kama hivyo, kirahisi tu hivi, maana watu wengine wanaweza kaja kipole kama hivi, lakini dakika za mwisho unaweza kumchukua ukampeleka pale ambapo anaenda kufanya kazi. Dakika za mwisho anaweza kaiba pale, alafu tukaonekana kama na mimi nipo kwenye huo mchongo. Kumbe sihusiani na kitu chochote. Ila wema wangu tu ndo umeniponza. Hamna kakaangu.
Mimi naomba unisaidie, alafu mimi siwezi kuiba. Maana nimezunguka sana, watu yaani kila ninamwambia. Sawa, mimi naweza kukusaidia. Maana kuna brother wangu alikuwa anataka mfanyakazi wa ndani. Ila chonde. Sije nikakupa mchongo dakika za mwisho kaja kuharibu. Utakuja kuniona mimi mbaya. Umenielewa? Wewe mwanamke mzuri sana. Ni ua ambalo liko katikati ya bustani. Linahitaji kumwagiliwa kwa maji mazuri ili mradi liweze kustawi. Wewe kwangu ni kama malaika. Na moyo wangu mimi hautaacha kukupenda. Na hata sitakuja nichoke kukupenda hata kidogo. Lakini nitaongeza mahaba juu yako. Alafu sasa leo na zawadi nzuri. Japo ni ndogo ila ni zawadi ambayo kwangu nimeona ni special kwa ajili yako. Uko tayari kuipokea zawadi yangu? Yeah, ningependa. Kweli? Hili hapa. Umelipenda? Nimelipenda sana. Unajua hili ua nililokuletea linaakisi upendo mkubwa sana ndani ya moyo wangu. Kweli? Yeah. Sawa. Naomba ufinao. Utasiwazi. Heshima milele. Usijali. Jisikie kama vile upo nyumbani. Hapa ni nyumbani. Bosi mwenyewe nimechati naye sasa hivi hapa. Kanambia yuko karibu na kufika. Kwa hiyo tumsubirie kwa muda ambao atafika. Sawa. Jisikie kama upo nyumbani, usio na wasiwasi sana. Hapa mimi ni nyumbani, ila sema ndio hivyo wazazi wangu kidogo wamesafiri, wameniacha mimi peke yangu. Haya poa. Sawa, nitashukuru sana kakaangu kama nitapata hiyo kazi. Maana si unaelewa maisha ya kijijini yalikuwa magumu. Yaani nahisi nikipata hiyo kazi nitamsaidia sana mamangu, maana anateseka sana kule kijijini, maisha ni magumu sana. Usijali. Kazi utapata. Kwa jinsi ulivyo, mstaarabu, mpole, kazi unapata. Kwa hiyo ndio hofu kabisa. Sawa kakaangu, nitashukuru. Oh brother. Vipi? Fresh. Shikamoo. Baba vipi? Fresh. Karibu ndani. Asante. Ugeni, huyu hapa ndo binti ambaye niliyokuambia. Haya, habari. Mara hapo jambo. Choka. Wewe Fresh. sawa. Huyu ndo ndio anasema bwana, anataka kazi. Huyo ndo binti ambaye anataka kazi, na usichokijua huyo binti ana heshima nzuri, ni mkarimu kama unavyomuona. Hana tatizo. Sawa. Dada. Wewe umetokea sehemu gani? Mimi nimetokea Tanga, kijiji fulani hivi kinaitwa Kabuku. Sawa. Kwa nini umekuja huku mjini kutafuta kazi? Si unajua maisha ya kijijini yalivyokuwa magumu, alafu mimi nyumbani kwetu tunaishi mimi na mama na mdogo wangu anasoma, alafu maisha nyumbani ni magumu sana. Kwa hiyo kanibidi mimi nitoke kule nije huku mjini kutafuta kazi. Sawa. Kazi umepata. Ya kilichobaki twende nyumbani kwenu. Tukaongee tu na wazazi wako. Wafahamu upo kwa nani. Na mimi nijue kwamba kwenu ni wapi. Kuna leo na kesho. Sawa dadangu. Sawa, nashukuru. Sawa.
Oh, shemeji. Shikao. Marhaba, vipi? Fresh. Karibu. Haya, asante. Bwana sasa kanipigia simu hapa. Kanaambia nikupe taarifa kwamba leo hatorudi. Kwa hiyo amekutuma kwamba akashindwa kunipigia mimi simu au namba yangu hana? Shemu bwana. Unajua tena kule kijijini mtandao unasumbua sana. Kwa hiyo waliponipata mimi ndo wakaniambia nije nikufikishie hizo taarifa ya kwamba leo yeye hatorudi ila kesho asubuhi anaweza kafika. Sawa. Basi poa, mimi narudi. Shemu, hata uingie ndani? Hamna. Kuna kazi naenda kufanya huko. Kwa hiyo inapaswa niwahi. Sawa, shemu. Basi sawa, baadaye. Karibu. Mwanangu bibo vipi? Naambia jaho. Sasa niambie. Fresh. Mwanangu onekani mwanangu. Hamna, mimi nipo mbona kitaa tu hapa. Nimekuja hapa tangu majuzi mwanangu, niko hapo home, sikuoni mwanangu. Hamna, mimi nipo ila sema wewe mwanangu ndo umepotea kabisa. Si unajua mishe zetu hizi mwanangu, mara huko mara kule. Mwanangu umeshagani hizo mwanangu? Wewe mwanangu wewe acha tu wewe. Tafuta pesa mwanangu. Au sikwambie mtu mwanangu tafuta pesa. Mwanangu sasa niambie sasa mambo hapa mtaani. Upo au bado unaondoka tu? Mwanangu nipo kama sipo. Sababu kuna vitu nimefuatilia hapa. Ila nimekuja tu nimepigia simu rudi tena Zanzibar mwanangu. Mwanangu michongo basi mwanangu tunaelekea sana basi kwenye michongo yako mshikaji. Sasa michongo kule mwanangu utaiweza? Sasa kwa nini siwezi? Ushai kupanda boti mwanangu? Kupanda boti? Si nasikia mwanangu Zanzibar unaenda na basi. Basi? Amwambie mwanangu. Una NIDA? NIDA mimi sina. Sasa mwambie wewe tafuta NIDA. Afu mimi nikifika huko nitakufosia mazingira mwanangu. Au si? Si unajua tena mwanangu wa faida. Basi sawa, mimi nitaforce mwanangu nipate hata NIDA. Ila mwanangu usizingue. Mimi sizingue, unajua tena. Mahomo wewe mtoto wa nyumbani tayari ushakuwa. Ndio hivyo, kwanza sasa hivi baba na mama washaondoka pale. Ila wewe so basi mwanangu. Tunapanda mbele. Basi. Basi Mbona kaa chini? Amka toka hapa. Kiwango. Umemwona mgeni? Huyu ndio mdada wa kusaidia kazi ndogo ndogo hapa nyumbani nataka. Ndio huyu hapa. Mke wangu. Muonyeshe chumba cha kulala. Alafu msaidie mizigo yake kupeleka chumbani. Sasa mume wangu nimpokee ndo mama mwenye nyumba au mimi ndo mdada wa kazi? We dada, amka. Naongea na wewe, unisikia? Nisikilize. Nenda kwenye huo mlango hapo. Unaona? Kuna chumba ambacho kipo wazi hapo. Utaweka nguo zako afu uje utoe vyombo. Wewe mimi nikajua utaweka kwanza fuko lako chini, utoe vyombo, ndio kwanza unaenda. Uelewe. Yule bado mgeni. Sasa hivi unamwachia nani? Toa vyote.
Mke wangu bado mgeni yupo. Hata kama mgeni, ukaja kufanya kazi za ndani au?